Tumbalo umepoa sikulelewi mwanangu. Tukuzoea mwanetu. Ni wanangu wacheni. Nafikiri mnampata yule demo kutaniisha. Demo mzee Gwiji. Huyo wanangu. Yule demo ndo ananifanya mpaka mimi nakuwa kwenye hali hii. Unajua sisi wauni tunakabiliana sana. Chakula vitu vyetu fresh. Lakini maneno kwa yule binti kanisipindui. Hapo ushauri na yule demo achana naye baada ya kitu juzi katika kukabikia nikapitia. Kwa hiyo mwenyewe kuwa makini unapofuatilia yule demo, yule mzee sio mtu mzuri, atakuja kukupitia naona tatizo. Unajua wanangu sikia niwaambie. Yaani katika watu ambao mimi na respect nyinyi hapo namba moja. Unaona? Na mpaka ile jambo nimelileta kwenu, nilikuwa naamini kwamba mtanipa ushauri ule tujue nini tunafanya ili mimi niweze kupoa na yule binti. Umeona? Sasa mkiniambia masuala ya kuachana naye, hiyo issue kwangu mimi inakuwa ngumu kwa sababu yule binti mimi namuelewa. Nakushauri mwanangu, yule mwachana naye. Yule mwanangu noma. Na kama unavyojua yule mzee kwa yule demu hana usemi. Yule mzee anaweza kaja maskani hapa akatuletea kizongezonge mwanangu, naye noma. Yule mwachana naye. Wewe achana naye kwa sababu utatuharibia hadi sisi wenyewe, anakuja anapitia tu. Unajua wanangu, mimi naona kama mnanichanganya tu. Yaani naona kama mnanizidishia stress kwa sababu kama nilivyowaambia, maneno mimi pale sikindui. Yaani mimi natembea lakini yaani mapigo ya moyo kama 100%, mimi nina 25 tu, 75 yote anao yeye. Alafu mnaniambia niachana naye, unafikiri mimi inakuaje? Sikia wanangu, hiyo issue ambayo nyinyi mnanishauri ya kuachana mimi na yule demo, yani tuachane, hilo jambo haliwezekani. Sema unajua nini? Nibakini hapa mimi, ngoja nikapoe wewe mwanetu poa sana. Sawa, ila zingatia ushauri huo. Zingatia sana ushauri ule, sio kuishi naye. Yule mwachana. Zingatia yule mzee yule afai, ndugu yangu, atakufuata hivi unapitiwa. Niendeleeni kupoa. Acha mimi nikatulize ndongo. Mimi siwezi kuachana na yule demo. Wewe mwanetu poa kama utaki, lakini mtafiki sio kaenda kizongezonge maskani hapa. Kwa mwanangu. Hizi mapenzi yanamchanganya sana. Ni mwenye nishamuelekeza sana, namwambia kabisa achane naye. Kwa mwanangu kule alipoingia kule. Wewe mzee mwanangu atakuja mfanyia kitu kibaya sana mwanangu. Yaani umeona ushauri tupo hataki kusikili, ushauri hataki kusikiliza. Mwanangu kama mimi nishamshauri sana mchizi. Achana ule demu ila hataki kusikia mwanangu. Sema muache bwana, mzee akimpitia naye ndo atakuja kujionea mwenyewe. Mapenzi hayaingiliwi. Sema nini? Baby, ayo kuhusu 500, yani ondoa shaka. Nipe muda siku 3 tu. Itafahamika. Wao mpenzi wangu asante. Bwana. Sasa sina mwingine zaidi yako. Wewe unamkanya. Tulipokutana haikuwa bahati. Ilikuwa ni mstari wa hatima. Washemeji. Nalesi mejanga. Safi. Tupo na dada kama unavyoona. Maisha la. Nguo kama unavyoona. Ule anajalia. Mtoto sika disiko na dada kwa kuna wewe. Pende bwana. Hani kwa mrembo, yani kama sisi kumwacha. Na extortion shimejanga da. This mtoto na wewe. Alafu unaona nani unafanana na dadako. Mtunza vizuri dada. Naona tu ushie hapa. Maana nimekutana na kaka hapa, nataka kuongea kidogo wewe ni. Kila mnafanana. Sio chezo. Tukacheka kwa sauti, tukajifunza kupenda bila masharti. Kila jeraha lilitufundisha upendo ni kuvumilia, si kukimbia. Vipi ndugu yangu? Bwana. Muda mrefu sana nakutafuta. Nimekupa dili la kufikia matakataka kwenye shimo mpaka leo sijakuona. Shida nini? Unajua bro, ni kweli na jana mimi sijatokea kabisa kitaani. Niko tu nyumbani kwa nimelala.
sababu kuna baadhi ya vitu vinanichanganya sana. Na leo nimeamka asubuhi nikaona ngoja niende zangu basi maskani kidogo nikakulia ngao nikarefresh kidogo, lakini nafika pale maskani na afadhali hata ningeendelea kubaki nyumbani. Shida iko hivi, kuna binti fulani hivi anaitwa Neisha. Huyo binti bro, mimi nampenda sana. Mimi nampenda kuliko kitu chochote kile. Lakini yule binti kuna mzee ambaye anaishi naye. Na huyo mzee anasifika sana hapa mtaani kwa mazingira ya uchawi. Unaona? Sasa kila muuni ninayekutana naye, yaani kila rafiki yangu ninayekutana naye ananiambia, "Bwana, yule mwanamke achana naye, yule mzee ambaye anaishi naye sio mtu mzuri. Yule mzee akiona tu na mwanamke wake yeye usiku anakuja anakupitia. Wauni kibao ameshawapitia. Kwa mwanangu na yeye achana naye yule binti." Kwa baada ya kuja pale kutuliza akili nikajikuta nimeongeza mzigo mwingine tena. Ndio maana hata sijatokea kule kazini bro. Hivi una akili kweli timamu? Are you kidding me? Are you right? Yaani mmekupa kazi ya kufanya unaangalia mapenzi. Are you okay? Sasa sikia kitu moja. Nataka kazi ya watu ifanyike kwa haraka. Oya, hii leo ni ya mwisho. Nikija kukutana na wewe tena na kutoa kichwa ama na kuvua hizo ndevu zako, mwenda azimu mkubwa. Oya. Lakini blaza, oya. Ndio nishamaliza tayari. Dogo kambuzi. Unacheka nini? Wewe unachokuchekesha nini hapo? Hata kama sasa sio kutuletea kipoke. Sisi kaka, unajua nafuata nini pale? Kitu akieleweki, kiroba si kiroba. Kifurushi sio kifurushi. Yaani wewe mzee umemtoa wapi baba? Sikiliza, unajua nini? Yaani pale nikisema hii hapa, nikiongea hii hapa wewe ungeweza. Basi samani, lakini mimi mwenzio pale niweka hivi. Sasa nampendaje mtu kama yule naweka? Kisa sio kitu changu wewe. Ile mimi naanza sisi TRA. Itakuwa mstafu. Ukisha sio na kazi sio TRA sio wapi na kuuliza kile kize sio kichawi. Maana sio kwa unakula hela zake, mwisho wa siku unataka kuolewa ikawa zahma. Utakuja kushindwa kuolewa dadangu. Hamna bwana, yule nadili naye tu muda fulani mpaka nimwache mapengo tupu. Akiwa hana kitu kachalao, ndio kutafuta maisha mbele. Maana hata kama sasampa kwa kile kizee utakuja kufa familia nzima. Tukajifunza kupenda bila masharti. Kila jeraha lilitufundisha upendo ni kuvumilia, si kukimbia. Sawa. Mbona uko hivyo? Wewe mama acha. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinanichanganya sana. Mamba zangu hapa asubuhi na maskani huko ni swali la na kule nilipoenda marafiki zangu wauni wale wenzangu ambao nakaa nao, kila mtu ananiambia bwana, yule mwanamke achana naye, yule mwanamke mwanaume ambaye anatoka naye ni mchawi. Kwa ananiambia kwamba yule mzee usiku huwa anawafuata watu anawafanyia vitu vibaya, kwa hiyo ananiambia achana naye, na ukizingatia yule mwanamke mimi nampenda sana.
hivyo siwezi kuachana naye. Kondo akazidi kunivuruga kichwa, ndio maana naona niko hivi. Unajua, yaani mimi vijana sasa hivi mnapenda kulelewa, hiyo ndio shida. Hizo habari za huyo baba huyo anaoishi na huyo mwanamke ambaye wewe naye unamfanya mwanamke yule, hizi habari ni kweli? Yule mtu sio mzuri, ni mchawi yule. Fanya kazi, fanya kazi baba, ili usisumbuke. Mwanamke yule wa nini? Achana naye. Yaani ukiwa na kazi mwanamke anakuheshimu. Lakini mama, ni sawa unachokisema, kufanya kazi ni sawa, lakini kama unavyojua hali nilokuwa nayo, na mimi siwezi kumwacha yule mwanamke kwa sababu nampenda. Hivi mimi nitaishije bila yule mwanamke? Usiishi bila yeye? Kwani yeye ni nani hapa duniani? Hivi kweli unaongea maneno hayo? Vijana wenzio wote wanakuambia hilo neno, achana naye. Hivi unaweza kweli usiishi kwa ajili ya yule? Yeye nani? Yeye mbona ni binadamu tu wa kawaida na wanawake wako wengi. Wewe unahangaika na yule? Mimi mama, kwa sasa hivi ngoja tu nikapumzike ndani. Lakini swala la kusema kwamba mimi niachane na yule mwanamke, mimi siwezi. Shauri yako. Na atakukuta tu makubwa. Yaani atakukuta makubwa. Kwa sababu usikilizi la mtu. Mimi mwenyewe sione hivi, najisikia uchungu sana. Yaani najisikia uchungu kama vile mtoto wewe nimekutoa kwenye tumbo langu. Unaniumiza sana na mambo yako. Lakini wewe mwenyewe hujielewi. Kwani mwanamke yuko peke yake? Unako wengi. Pambana baba. Sawa. Hii changamoto mbona inatatulika tu hii? Mwanamke yuko peke yake dunia hii. Wanawake chungu mzima, akusumbue mwanamke mmoja? Hapana. Hapana. Sawa, ndio hivyo ile. Mimi usiachane naye, unasikitika kabisa mwanamume. Na vijiweni huko unaambiwa kila kitu, lakini bado huwezi kuishi kwa ajili yake. Je, mapenzi haya yana pande mbili, au mimi tu ndiye niliyefungua moyo kwako bila kinga, bila siri? Aisha, nifanye nini ujue na kupenda? Onesha. Nakuta usikia hapo. Hebu njoo. Njoo, nakuita. Ni lazima. Njoo, nakuita. Oya sikia. Wagonjwa wanafuataga waganga vipi? Hebu njoo. Njoo, nakuita. Mambo yako sawa wewe. Sio shida yangu. Mimi nakuelekeza. Hakuna mtaa mzima asiojua basi yako kama popo chawi. Na msingi mimi mwanangu sitaki nikuone naye tena. Nitakuja nikubadilikie. Shanielewa? Umemaliza? Sio nimemaliza. Afu napokuelekeza pigo za kekike hizo mimi sisifagilio wala nini. Hivi hizo bange zenu ndio zinavyowatuma kwamba mkiona watu ndio mnatobokea. Sikia. Sina mazoea na wewe. Sasa, wakati mwingine utakaponiona popote pale, balance shobo kidogo. Sawa. Sihitaji shobo na wewe. Uniache na mambo yangu ya kufanya nini? Una cha maana usimamisha watu wewe vipi? Demu asemaje kuhusu bange? Ndio nishakwambia punguza bange, zinawachosha. Unasemaje? Sema demu wewe. Na ushako na kujengejenge wewe. Wewe na mabasi yako wote. Dogo. Ayo mimi siko sawa. Yaani sikia leo mimi siko sawa. Yaani nilipofika saa 6 usiku
akuja kutokea.